kinyume na dini ya Allah tabaraka wa taala. Hadithi wa an Abi ad-Darda radhiyallahu anhu wa an Abi ad-Darda radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, toka Abu Dardai Allah amridhie, kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhihi an-nara yawm al-qiyamah. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Mwenye kuitetea heshima ya ndugu yake, uko mahala ndugu yako anasemwa vibaya, na hii si ndugu wa kinasaba tu, kusema sasa mimi yule hanihusu bwana, yule anasemwa pale, mimi na yeye hatuna udugu kabisa. An akhihi fil iman wa huwa muslim, ndugu yake katika iman. Mwenye kutetea heshima ya ndugu yake Muislamu, kawa yeye ameradi pale na akamlinda, radda Allahu an wajhihi nara, Allah ataukinga uso wake na moto yaum alqiyama, siku ya kiyama. Uso wa mtu huyo hauingie motoni. Allah anadhamini moja kwa moja kumgadi na kumnusuru mja huyo. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Ni mambo magumu sana ambao labda zikawa yana uzito, upambane na watu wa batili hapa. Wao wenyewe wanataka wafurahi anapovunjiwa heshima mtu fulani, kisha wewe unakataa. Jamani, hili mnalolifanya hili kidini ni batili, na sisi tupo katika dini hapa. Ubali kama mwenzetu hapa anavunjiwa heshima, yule ni muumini mwenzetu, ni Muislamu mwenzetu, ni ahlus sunna kama sisi, au yule ni mtu wa khairi. Kwa hiyo kuvunjiana heshima Mtume ameharamisha, amekataza. Yule mtu kishaomba maneno haya kiasi fulani anarudi chini, na kama alikuwa na wapambe wakimtia ushabiki ili afanye hivyo, na wao pia wamewavunja kiasi fulani. Ni jambo kubwa sana ukifanikiwa na ukifaulu kulifanya. Allah siku ya kiyama anakupa kheri kubwa ya kunusuru uso wako usiingie motoni. Radda Allahu an wajhihi yawm al-qiyama. Sababu yeye madamu amemradi yule anayetaka kusengenya na amemzuilia yule msengenyaji na adhabu, kwa sababu mara nyingi kidunia mtu anapokukataza hili, wewe unaona kama amekukosea, sawa, lakini kumbe huyu anayekukataza ndo mtu wa kheri, anakuzuilia adhabu ya siku ya kiyama isikupate kama ungesengenya. Sasa amekustopisha, amekunusuru usisengenye. Mtu huyu Allah vile vile naye anamnusuru na moto kali wa jahannam siku ya kiyama. Wa an Itban ibn Malik radhiyallahu anhu, kutoka kwa Itban ibn Malik Allah amridhie, fi hadithihi at-tawil, katika hadithi yake ndefu, al-mashhur, hadithi mashhur alladhi taqaddama, ambayo hadithi hiyo imetangulia, fi babi ar-rajai, katika mlango wa raja. Qala qama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli faqala, alisimama Mtume sallallahu alayhi wasallam kuswali, lakini akasema, aina Malik ibn Dukhshum, yuko wapi Malik ibn Dukhshum? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaangalia baadhi ya watu ambao kazoea kuwa nao karibu, au ni watu mashuhuri hivi, kiwa hawaoni anaulizia, kama katika vita ya Tabuk kaulizia vile vile kuona watu wake wale ambao ni wakaribu, wapenda kheri, alafu sasa hawapo katika vita ile muhimu sana. Kwa hapa naulizia, aina Malik ibn Dukhshum, yuko wapi Malik ibn Dukhshum? Faqala rajulun, akasema mtu mmoja, dhalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu,
yule ni mnafiki, hampendi Allah, hampendi mtume wa Allah. Sawa, kuna watu wepesi sana kuongea maneno mazito. Inawezekana analizungumza ni jambo labda akalifanyia utafiti wa kina, ndio sasa yeye pale kurupuka tu. Dhalika rajulun munafiqun la yuhibbu Allah wala rasulahu, yule bwana ni mtu mnafiki, simuone vile, yule ni mnafiki, ampendi Allah, ampendi mtume. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kasema mtume sallallahu alayhi wasallam, la taqul dhalika, usiseme hivyo, usiseme hivyo. Hata kama ifikia mahala labda umejua hivyo, umegundua hivyo, sio kila unalijua uliseme tu kila mahala, sababu kuna watu pia wao kufikiri ni mdogo sana. Kwa la taqul dhalik, ala tarahu qad qala la ilaha illa Allah yuridu bidhalika wajha Allah, wewe huoni kwamba yeye kasema la ilaha illa Allah na anakusudia kwa hilo uso wa Allah tabaraka wa taala. Wa inna Allah qad harrama ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah, na hakika Allah ameuharamishia moto, ule moto kwa uharamishia kumuunguza au kumchoma yule ambaye kasema la ilaha illa Allah hali ya kuwa anataka uso wa Allah. Hii ni hadithu muttafaqun alayhi, Bukhari wa Muslim. Mahalu shahid, mahala penye ushahidi ndani ya hadithi hii ni haya maneno aliyosema huyo mtu, na hakutajwa jina hapa kwa kumheshimu, yani kama kwa kufichwa hivi, sio jina lake linatangazwa kila mara na nini, kwamba yule mnafiki yule ampendi Allah, ampendi mtume. Tumekwambia la taqul dhalika, la taqul dhalik, usiseme hivyo, namkataza kabisa. Huyu ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Sasa hapa kama Yusufa anayo hana, madamu hayuko pale, siseme. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل، توقع صحابة كعب بن مالك الله أمرضيه katika hadithi yake ndefu vile vile. Kile hadithi yetu tulisoma ilichukua zaidi sijui wiki, tunasoma tu hadithi hiyo, kwa ni ndefu sana, ni kisa kirefu lakini kizuri na kina mafundisho makubwa sana kwa ambao wamezingatia kisa kile. Kwa anasema fi qissati taubatihi, katika kisa cha toba yake, toba ya Ka'b ibn Malik na wale wenzake, zikashuka aya za kuwapongeza juu ya msimamo wao na toba yao waliyokusudia. Waqad sabaqa fi babi tauba, hadithi hiyo ndefu imetangulia katika mlango wa at-tauba. Qala, amesema قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك, alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa amekaa na watu katika ardhi ya Tabuk. Fanya msafara wake Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka amefika, amewasili Tabuk pale, kawa amekaa na masahaba. Kauliza, ma faala Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik ana nini? Ana nini? Sababu ni mtu wake katika vita, katika misafara yuko naye. Alihudhuria mpaka Bai'atul Aqaba, mbili zile nzito kabisa, mikataba mizito ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wa Madina kabla ya hijra. Lakini Tabuk hamuoni. Swali hili Mtume analiuliza, faqala rajulun min bani Salima, mtu mmoja katika bani Salima akasema, ya Rasulullah, habasahu burdahu, kazuiliwa bwana na blanketi zake mbili huyu. Kwa maana anakusudia kwamba ni mtu hataki kuchafuka chafuka, ataka wakati wote awe mtanashati, awe msafi na nini. Huyo nguo zake zimemzuia, ataka avae pale mjini aonekane kapendeza na nini, yani lugha zinakwenda huko.
wa nadhuru fi atfaina, kujiangalia tu, jiangalia kulia kushoto ukoje na nini. Hii inatafsiri kwamba huyu mtu haumwi, hana udhuru wa aina yoyote, basi tu kaamua kubaki kule na avae nguo zake nzuri apendeze. Faqala lahu Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, Muadh bin Jabal akasema kumjibu mtu yule wa Bani Salima aliyezungumza vile, bisa ma qulta, neno baya kabisa ambalo umezungumza wewe, neno baya. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alayhi illa khaira, na hapa kwa Allah, ewe mtume wa Allah, hatujui sisi kwake yeye isipokuwa huyu ni mtu wa khairi tupu, ni mtu wa khairi. Kama kabaki, lakini sisi tumtambua huyu Ka'b ibn Malik ni mtu wa khairi, mtu mzuri sana. Na kweli Ka'b ibn Malik wakati amebaki kule alikuwa ameshaandaa msafara wake, ameshaandaa wanyama wake vizuri, ngamia wake, silaha zake, kila kitu, atoke na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kawa Allah hakumkadiria hilo. Na anasema pia ikawa mimi nimetahayari, najiuliza nafsi yangu, nikitoka pale Madina katika watu waliobaki, sioni mtu ambaye ni mfano wangu mimi katika khairi. Kila ninayemuona ima ni mtu mnafiki, ni mtu ambaye ana udhuru, labda si ni kilema, ni chongo, si kipofu, ndio watu waliobaki pale mjini. Wale ahlul khairi wote hawapo. Kwa hiyo wanasema kwamba sisi bwana tunamjua huyu ni mtu wa khairi. Haya ndiyo yaliyotokea. Bwana kamradi mwenzake mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akanyamaza. Hii kunyamaza ni kuonyesha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amewafiki kauli ya Muadh bin Jabal katika kumradi huyu bwana. Haya maneno sawa aliyofanya ni khairi. Huyu kaongea vitu ambavyo wana ilmu navyo, hata kama ana ilmu navyo, lakini si mahala pa kumsema mtu wakati hayupo. Nitakiwa pale awepo ndo azungumze hilo jambo. Sawa, mtume sallallahu alaihi wasallam katafsiri usengenyaji ni kumsema ndugu yako akiwa hayupo kwa jambo ambalo analichukia. Na haya maneno aliyotumia huyu ni kejeli ya kupitiliza, dharau, yani kumfanya mwenzake si mtu wa kuwa khairi, ni mtu ambaye apendi dini. Kwa hiyo Muadh akamtolea uvivu mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na bwana mtume akanyamaza. Hii hadithi ni muttafaqun alayhi Bukhari wa Muslim. Mfano mzuri sana katika yale aliyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, yoyote ambaye atailinda heshima ya ndugu yake, basi Allah ataulinda uso wake na moto wa jahannam. Tukio ambalo limefanyika ni zuri tena la kivitendo kuthibitisha hayo, na darasa leo itasimamia kwenye hadithi hiyo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu